Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu nyote mlioko diaspora na ndugu zangu nyote mlioko Mombasa County. Kwa kweli tumeona ndugu zetu wa Turkana wanadai 75% Turkana, kwa vile kumepatikana kilinka mafuta na county yenyewe pia wanadai 75%. Juzi tumeona ndugu zetu wa Turkana nao wadai haki zao, na haya huwa tunayazungumza hapa kwetu Mombasa 75%, lakini angalieni viongozi wetu kimya. Wale wanajua haki zao, tena wampatia warning Mheshimiwa Rais kwamba wanataka 70%. Kama ni madereva kampuni za pale, wao wawe wengi 75%, waangalie vijana wao pale katika kampuni ya mafuta 75%. Wanajua ndio katiba, lakini sisi hapa madudu vule hatujui kudai 75%. Sisi waletua watu county makampuni tukidai KPA 75%, tuambiwa tuna ukabila. Kule Turkana hamkuona fujo juzi? Kule Turkana ndugu yangu Mohamed Hassan, hukuona fujo? Wanajua haki zao za kisheria na za kikatiba, lakini hapa twaletua watu kutoka from nowhere. Wakiwa wagonjwa wabunge wetu ndio wawashughulikie, wakaenda mbele za haki wabunge wapatie waiver waende zao kwao. Kule kwao mimi niliwaambia toka wa mgonjwa umeshindwa na bili, huwezi kumwambia mbunge ama county ikupeje waiver ujirudi Mombasa, hawawezi. Lakini wabunge wa hapa wanatumikia watu wa nje. Ndugu zangu, ni shida sana. Kitu cha pili ndugu zangu ni kwamba ndugu zetu wa Lamu, naona mmechangamka kweli Lamu kuchukua kadi za kura. Muko kadi kweli Lamu, muko kadi kweli, si mchezo. Lakini mimi naona Lamu mchezo, mvua iliwapiga watu wa Lamu ilipoanza ugatuzi. Isa Timami aliposimama kama governor mara kipindi cha kwanza, wanati wa Lamu walisimama na mtu wao wakapita bila kura za watu wa nje, walifanya kuongezea tu. Lakini wenyeji walimpigia Isa Timami, hata kama ni kuweka deputy governor wangemweka mtu wao Mlamu. Kwa vile hawapendi ubaguzi, wakamweka jamaa wa Adad akawa deputy governor wa Lamu. Kipindi cha pili ikawa masala ni yale. Aitwa nani? Faimu na yeye akacheza karata ile ya kwamba na yeye pia ika jamii ile ya Mount Kenya. Lakini hawa jamii hawana namba, si wengi Lamu. Twadanganywa tu, hawa ni wengi, si wengi. Hawa tu ni kama 10,000 tu ndani ya Lamu. Na ndani ya Lamu viti 7 ma MCAs ni wanati wa Lamu. Viti 3 ndivyo, lakini wakikazana hivi viti 3 pia hawa jamii za kutoka Mount Kenya hawavipati. Ndugu zetu wa Mijikenda, Wapokomo, wa Somali, Waboni, unganeni na ndugu zenu. Sio muungane na ndugu zenu wa kutoka Mount Kenya, ndugu zenu wa Lamu, Wabajuni, unganeni na Wabajuni. Hivi viti bavichukua mapema sana, hawapata hata kitu kimoja. Leo angalieni haya, nilimwambia Sultani, kaa Sultani, angalia yule mwenye nguvu ndani ya Lamu. Nani mwenye nguvu? Angalieni women rep mliupoteza Lamu, kwa sababu kila mmoja yuwataka ufalme. Ndipo hawa watu wakachukua, na unajua nyinyi watu wakupenda nini dole, ndipo yule Marubu akachukua. Lakini mimi naomba ndugu zanguni wa Lamu, nyinyi ni wengi, Lamu ni wengi, si Lamu East, si Lamu West. Lamu West ni Wabajuni wakichanganywa na Mijikenda kama 60%, na wale wengineo watu wakuja kama 40% tu. Shaona. Lakini mkiungana na Mijikenda na Wasomali, Wapokomo, Wasanye, mimi na imani women rep mwakichukua mapema. Sasa kama women rep, mimi namuomba dadangu Raya, hiki kiti msikipoteze. Dadangu Raya, mpatieni na Namote, ndipo Lamu mutaikuza. Tukija tena kwa useneta
ndani ya Lamu. Ndugu yetu Yusuf Abubakar, kweli umeng'ang'ana kadri ya uwezo wako, na ndugu yetu Albaiti ameng'ang'ana kadri ya uwezo wake. Hata gari likikosa njia, baadaye mtu ukaa akafikiria ili gari makosa yanatokea wapi. Lakini vile mvua mshaijua mlikosea wapi. Ndugu yangu Yusuf Abubakar, mimi nakuomba kama mnati, na waomba kama mpani mwenzio, ndugu yangu Yusuf Abubakar, hichi kiti mngelikaa mkakaa mkasuluhisha, ukamwachia ndugu yako Albaiti, ukamwachia Albaiti chikiti asubuhi na mapema, usaleta mochukua asubuhi na mapema. Ndugu yangu Yusuf Abubakar, kikiti mwachie Albaiti, kwa sababu Albaiti ana namba, ako na namba ndani ya Lamu, ako na namba la mzima, ako na namba. Nimefanya research, Albaiti amefanya kazi ndani ya Lamu na hajapata useneta. Vitu vyaonekana. Sasa ushindani huu wa nini mkipoteza kiti? Ndugu yangu Yusuf Abubakar, mimi nakuomba ndugu yako mdogo, mwachie Albaiti hichi kiti, mkichukue na mapema. Basi kipindi cha pili, kipindi cha kwanza kama kufanya kazi hapo minyana. Lakini kwa sasa mimi niko chini ya miguu yako ndugu yangu Yusuf Abubakar, mwachie Albaiti chikiti. Itakuwa Lamu nzima ni wanati wanaendesha. Leo tukija Mombasa, sisi ni wengi Mombasa, lakini wanaotufanya sisi turudi nyuma ni viongozi wetu, kwa sababu wamezoea kura za kutoka nje. Mombasa na pia kuna hatari hiyo. Lakini Lamu nimefuatilizia, Lamu wamejipanga bosi. Lamu wamejipanga. Na Lamu West ndugu yangu Aluwatani, wakae watoe mtu mmoja Lamu West. Kuna hatari. Sijui deputy nini speaker, sijui nani Medo. Hiki kiti mwakikosa tarudi tena kule mkiwa nyinyi mambumumbu. Basi chikiti kitakwenda tena na hawa jamaa mtu Kenya. Lakini mimi nawaomba ndugu zanguni, hichi kiti cha Lamu West msimamishe mtu mmoja. Na ndugu zetu nyote wa Lamu, mimi nawaomba ndugu zetu nyote wa Lamu, nawaomba muache mtu mmoja, hawa jamii watatulia. Mkiwa seneta mtamchagua Albaiti, women rep mtamchagua Nana Mote, na wale MCA wote 10 watakuwa ni wenyeji. Sasa mtafutie vijana ajira, nyinyi wenyewe kwenye mje mtaendesha vipi mji wenu. Lakini kama itakuwa ni ushindani, basi itakuwa kwa Lamu ni Mount Kenya. Mimi nawaambia kitu kingine, mimi nampongeza dadangu Millicent, coordinator wa Wiper. Huyu dada yetu anafanya kazi kubwa sana Millicent, kwa sababu ameibadilisha Wiper kuonekana ni chama cha kitaifa ndani ya Mombasa. Pale mwanzo kujulikana chama cha Wiper ni chama cha Wakamba peke yake, kwa sababu chama ni nani, wote ni jamii moja. Lakini huyo amebadilisha sura ya Wiper ndani ya pwani, dada yetu Millicent. Kwa hivyo dada yetu Millicent, mimi nakupongeza. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, hujakosea kumweka Millicent kama coordinator wa Wiper ndani ya pwani. Na huu ameleta taswira kwamba wenyeji na wao wachukue viti hapa ndani ya Mombasa. Wenyeji ndani wachukue kwa tikiti ya Wiper, wachukue viti kama vile ODM. Kwa hivyo Millicent, mimi nakupigia kofi, nakupigia saluti kwa kazi unayoifanya. Na wako watu ndani ya Wiper, ndugu yangu Mheshimiwa Rais mtarajiwa Kalonzo Musyoka, wako watu hawana malengo na Wiper ndani ya Wiper. Umewapatia vyeo vikubwa, lakini hawana ajenda na Wiper. Kitu cha mwisho, mimi nawaomba ndugu zangu wa Mombasa County, lazima tubadilike, tuchukue kadi za kura. Umeona ndugu zetu wa Lamu walivyojipanga. Kumbe watu wa Lamu ni wengi, nimeona mahesabu yao ni wengi. Lakini mimi nashangazwa sana Mombasa County, na ndio kutakuwa na ushindani mkubwa sana ndani ya Mombasa. Ukija Mvita kutakuwa na wabunge takriban sijakosea kama 6. Jomvu ni wengi, Kisauni ni wengi. Lakini mimi nawaambia safari hii watu wa Mvita, kama kula pesa mtakula pesa, kwa sababu kunahitajika mchague kiongozi mwenye imani na nyinyi
ndani ya Mvita, ndani ya Jomvu. Lazima watu waamke, wachague kiongozi mwenye imani na watu wake ndani ya Jomvu. Changamwe the same. Likoni, mimi nashangazwa ndugu zanguni. Likoni ati mtu juzi alikuwa kitangaza yeye ni mwana wapi? Mwana Mvita. Ni mwana wa Majengo. Sasa ataka ubunge Likoni. Nyinyi watu wa Likoni, mukiruka mikoja mutakajaga mavi. Mukiruka mikoja mutakajaga mavi. Mimi nawaambia, huyo Mishimbako anayoyafanya, mwanadamu si kamili. Huwezi kufanya vitu vyote kwa wakati mmoja. Lakini nyinyi msiletewe hapo ngonjera, mtu akinajuisha ajipige picha ajiweke kwa TikTok. Mtu huyo acheza taarabu ajiweke kwa TikTok, ndio mwataka uongozi huo? Watu wa Likoni. Ndani ya Kisauni yuko kijana Anwar. Kijana Anwar ni mchapakazi. Mimi nawaomba ndugu zangu wa Kisauni, msipoteze rada. Ndugu zangu wa Nyali, lazima muje na fikra mbadala. Sio mchague wabunge wenye kujisikia sukari. Chagueni mbunge mwenye imani na nyinyi. Mimi nawaomba ndugu zangu nyote wa Pwani, watu wametagetiwa ni Mombasa na Lamu. Na Lamu washajitambua kwamba hii mji wataka uwe Murang'a. Mombasa, hii Mombasa yatakikana iwe Luo Nyanza. Lazima wenyeji waamke sana kikweli kweli. Watu wa Mombasa wachue kadi za kura na tuchague viongozi wanati wote. Sasa shida iko hapa. Tushachagua viongozi wote ni wanati. Mheshimiwa Gavana, mawaziri utaweka wanati. Leo kama maward administrator Jomvu hakuna. Alafu mwajachagua viongozi wa kuwatolea unga na kuwapiga picha. Viongozi tumewachagua watupatie unga wa sima na unga wa ngano, huku watupige picha. Hii ndio siasa ya Mombasa, itaka ikome. Hii siasa ya unga Mombasa itaka ikome. Na kiongozi Mombasa si magari tu na kujionyesha wewe uko mali fulani. Ni utenda kazi na kuwezesha kina mama, vijana. Huu ndio uongozi, kuwezesha vijana, kina mama, kina baba. Sio kiongozi wewe kila unapopita magari, kila unapopita wewe tunataka nyenzo, vijana wainuke. Ndugu zangu, nina mengi, nitarudi tena inshallah.